Mkikumbuka nilipokuwa hapa wiki ile ya kabla ya uchaguzi, if you remember the week before the election, niliongea sana kuhusu amani. I spoke a lot about peace. Na tulikuwa katika mwezi wa raha. And we were in the month of rest. Na mngeweza kashangaa kwa nini huo mwezi? And others might be surprised why that month. Mungu anajua kinachoenda kutokea. God knows exactly what's going to happen. Anakupa neno la kukulinda. He give you the word to protect you. Raha yako iko wapi? Where is your rest? Kama raha yako, if your rest ilikuwa ni maisha tuliyokuwa nayo huko nyuma, was it the life that we had before, au pesa ulionayo, or the money you had, wiki ile tuliyopitia mambo kadhaa hapa, the week we went through several things here, pesa haikuwa na maana. money did not have value. Una pesa ndani, you have money in the house, lakini huwezi kuweka gari mafuta, but you cannot put gas in your car, na chakula hupati, and you don't find food, hakuna mahali kinauzwa. and nowhere they sell. Nilisema kuhusu amani, I said about peace, kwamba amani that peace ni muhimu sana kuliko fedha. is very important more than money. Narudia tena, I repeat, amani peace ni muhimu sana kuliko gari, is very important more than a car, kuliko mali. more than treasures. Mali ikipotea inatafutwa, When treasure disappears, you can find it, lakini hautatumia nguvu sana kuitafuta. but you won't put a lot of strength to Amani search for it. ikipotea, When peace utatumia disappears, nguvu sana kuipata. you lose a lot of strength to look for it. Haleluya. Sasa Now, la kwangu ninalolisema, what I'm saying, cha kwanza ninakutia moyo mtu unayenisikiliza, first thing I encourage you who are listening, katika yote yaliyotokea, above all that happened, kuna mahali kwingine na nchi zingine, there's other place in other countries, au kwenye mataifa mengine, or in other nations, na hata Tanzania hii, even here in Tanzania, ukiona if you see mambo yametokea ndani ya wiki moja, things have happened in 1 week, na leo tuko ibadani, and today we are in the service, mshukuru Mungu. give thanks unto God. Hello, Mnanisikia? you here? Najua kuna watu wengine uko chini ya upako huu, I know there are other people you are under this lakini anointing, mambo yaliyotokea yamekugusa moja kwa moja. but the things that have happened, they've touched you Kama sio direct. kwako, kwa ndugu yako, If it's not to you, it's you to your relative. inauma, It's very painful, lakini Mungu akufariji. but may God comfort you. Wangapi walishindwa kufika Jumapili ijayo, Jumapili iliyopita kwenye ibada? How many felt Ulishindwa to come kufika hapa? last week on the service? Uliumia eh? Were you hurt? Yes. Wengine walikuwa wananipigia simu, apostle, Others were calling me in two men. kaambia usilazimishe, kaa nyumbani. Do not force it, just stay at home. Sema amen. Say amen. Hello? Hello. Hello? Hello. Usilazimishe, kaa wapi? Do not force it, just stay Nyumbani. at home. Lakini jambo jema kwetu, What is good to us? Mungu ametupa vyombo vinavyokufikia nyumbani kwako. God have given us media that reach you from home. Haleluya. Hallelujah. Kwa hiyo ninachomshukuru Mungu, So what I thank God tuko hapa leo pamoja. that we are here today together. Kama kuna familia yoyote If there is any family uliguswa na msiba, you are touched with the funeral, au na maumivu yoyote hata ya moyo, or you have any kind of pain, Mungu of wa your heart, mbinguni akufunike kwa amani yake. may God of heaven cover you with his peace. Na faraja ya binadamu And the peace of comfort of a man haiwezi kukusaidia. cannot help you. Faraja ya Mungu Only the comfort of God, itakusaidia. it will help you. Sisi watu wa Mungu We people of God, tunaitwa watu wa injili ya amani. we are called the people of the gospel of peace. Hebu sema amani. Peace.
Lakini amani ikikosekana katika taifa, But if we lack peace in the nation, hata kupeleka injili even proceeding with the kwa gospel watu walioko popote to the people who are anywhere ni kazi sana. is very. Ona sasa, Look now, Jumapili iliyopita last Sunday, hatujaimba kama tunavyoimba leo. we did not sing like the way we sing today. Ndi kweli nilikuwa pale studio It's true that I was in studio na ibada ilikuwa inaendelea, and the service went on, lakini kukusanyika kwa pamoja, but gathering together, maandiko yanasema msiache kukusanyika pamoja. the scriptures say do not stop gathering. Lakini kukusanyika huku But this gathering kunategemea amani yetu, depends on our peace, amani ya familia yako, the peace of your family, amani ya taifa, the peace of the nation, amani katika kila mtaa. the peace in every street. Wangapi walikuwepo Jumapili nilipoongea amani? How many were there on Jumapili the day ile that I nyingine. spoke peace? The Sunday before Hallelujah. last Sunday, Niliongea kuhusu amani. I spoke about peace. Kwamba sikia tu kwenye mataifa mengine, You can just hear from other nations, lakini taifa letu but our nation, lilikuwa halijawahi kupitia. I've never went through that. Wangapi walikaa ndani walikuwa hawatoki How many stayed inside they couldn't go out? kwa wiki hiyo? Hamkutoka That week you did not leave here. Watu niliowaonea huruma The people whom I paid for ni wale watu wa mkoani. were the people of the region. Ningejua hawasafiri, If I knew that they won't travel, ningewaambia wote mbaki hapa I would have told them, all of you stay here siku ile, that day. kwa sababu nilikuwa nimekaa Because I was sitting ninafikiria wako wapi hao, thinking of where are huko they? waliko wakoje. Where they are, how are they? Haleluya. Wa Dar es Salaam nijua wako majumbani, The ones of Dar es Salaam, I knew that they were at lakini home. wale wa mkoani, But those of wa region, nje ya nchi, outside the country, nilipokuja Jumapili hapa when I came on Sunday here, nikashangaa nao wapo hapa. I was surprised they were here. Na wauliza mlikuwa wapi? I questioned them, where were you? Kwa sababu walinipa shida sana. Because they troubled me. Na wafikiria I was thinking of them, hawa watu waliokuja kufuata ibada these people who came for the service, kutoka kule waliko, from where they are. wakaja Dar es Salaam kutoka They mikoani, came to Dar es alafu Salaam, imetokea jambo kabla hawajarudi region. mkoani. and something happened before they even went home. Na wasaidiaje huko waliko? How am I helping them where they are? Haleluya. Hallelujah. Nilifarijika nilipoona Jumapili tukawa nao wengi hapa zaidi ya wenyeji. I was comforted when I Na saw wauliza them. mlikuwa They wapi? were Wanasema playing tulikuwa more than the natives. stendi ya Magufuli, We were at Magufuli station, wanalindwa. guarded. Lakini katika yote But in all, ninamshukuru Mungu I aliyewalinda. thank God who protected you. Haleluya. Hallelujah. Naongea na watu, Am I speaking to people? tuombee amani. Let us pray for peace. Kunapotokea mambo kama haya, When something like this happens, maombi hubadilika. prayer changes. Tunaacha kuombea taifa lifanikiwe, We stop to pray for the tunaacha prosperity of the kuombea watu nation. wafanikiwe, We stop praying for the people tunaanza to kuombea prosper. Mungu tupe amani tena. We begin to ask God, give us peace again. Mungu atupe neema. May God give us grace. Na kama kuna jambo, And if there's anything, Mungu awape viongozi wetu may God give our leaders hekima wisdom ya kukaa of sitting badala ya vurugu, instead of tumult. hekima ya kukaa na kujadili. The wisdom to sit and discuss. Sema amen. Say amen. Na juzi nilisikia makamu wetu wa rais Another day I heard about from the Vice Mheshimiwa President, Nchimbi Honorable Nchimbi. akiwa anazungumza. Nilikuwa Kenya jana na juzi, While he was speaking, I was in Kenya the other day nilikuwa na kwenye Yes. ofisi yetu ya Kenya in one of the office kuandaa office in mkutano Kenya wetu wa Kenya. to make preparation of the crusade in Kenya. Sema amen. Say amen. Nikasikia wanazungumza, sikusikiza moja kwa moja, I know here direct, lakini nikafuatilia baadaye. but I make follow up later on. Sema amen. Say amen. Kwamba
kutakuwa na haja ya kukaa na kuongea, that there will be a need of sitting and speaking, ili taifa likae salama. so that the nation may be safe. Tunahitaji hekima. We need wisdom. Hekima ni bora Wisdom is better kuliko nguvu yoyote, than any power. na hekima ni bora. And wisdom is Biblia better. inasema mwenye hekima The Bible says the wise, uliona jambo toka mbali. he sees something from afar. I love you. Nawapenda. Inua mkono juu, sema Mungu ibariki Tanzania. Raise and say, God bless Tanzania. Mungu bariki taifa letu. God bless our nation. Mungu bariki nchi yetu. God bless our country. Afrika Africa itakuwa salama. will be safe. Mungu bariki taifa letu. God bless our Inua nation. mkono juu, ombea taifa kwa dakika hii. Raise your hand and pray for the nation. Ombea nchi. Pray for the country.